Shalom shalom batu ya Mungu, tunabasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Tunabakaribisha tena katika mafundisho yetu. Nyote ambao mko natufuata kabisa, Mungu wa mbinguni awabariki na kuwazidishia. Na leo niko na kitu ambacho mimi nataka nichangie pamoja na nyie. Ni andiko moja ambayo imekuwa baraka kwangu na kwako pia itakuwa baraka. Tusome Samueli wa pili sura yake ya 6 na mstari wake wa 10. Maneno ya Mungu inasema hivi: 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel chapter 6 verse 10. Maneno ya Mungu inasema hivi. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini mwa Daudi, ila Daudi akalihamisha nyumbani mwa Obed Edom Mgiti. Neno la Bwana, amen. Leo niko napenda niongee na mtu mmoja wa imani. Kubale wenye biko nafuatilia mafundisho zetu kwa njia ya mitandao, Mungu awabariki sana. Na hii andiko iko parmi maandiko ambazo zimeshangaza sana, na ni miongoni mwa maandiko ambazo zimetisha. Kama tukitafakari hizi habari kwa akili za kawaida, kuna namna tunaweza tukainterpret, lakini pana kitu kikubwa sana ambacho Roho ametaka niongee nawe sikia leo, wewe mtu ambaye unanifuata. Hizi ni habari za Daudi, ambapo mahali ambapo maandiko nasema ya kwamba Daudi akishapitia changamoto mingi, wakishapigana, wakishapigwa, sanduku ya Bwana ilichukuliwa. Baada ya watoto wa Eli kufanya matendo mabaya, wanaenda ndani ya jeshi, wanapigwa, sanduku ya Bwana ikachukuliwa na kutekwa. Now the Bible says that kwa hii wakati taifa ya Israel iliishi lakini pasipo sanduku ya Bwana, ijapokuwa hii sanduku ndio ilikuwa inaonesha the presence of God katika Israel, but taifa ya Israel ikaishi without hii sanduku. Bakapitia shida mingi, bakapitia matatizo mengi sana. But I like this thing. Biblia inasema ya kwamba wakati ikafika ambapo sanduku ya Bwana sehemu kokote ambapo ilikuwa naenda, ilikuwa nafanya mambo ya ajabu. Ya kwanza, wakati wana wa Eli, Hofni na Finehas, wanaenda ndani ya vita, maandiko yanasema wakapigwa na sanduku ya Bwana ikachukuliwa na maadui zao. Sasa mahali ambapo walichukua sanduku ya Bwana, the Bible says that sehemu ambapo walienda nayo ikaanza fanya mambo ya ajabu, ikaanza fanya vitu vya kutisha. Maandiko iko nasema ya kwamba ikaua watu, ikawapiga mapigo. Sehemu kokote ambapo hii sanduku ilipita, ilifanya mambo magumu sana kwa watu. Pana wale walikufa, pana wale waligonjwa, wengine walipoteza watoto wao kwa sababu ya uwepo ya hii sanduku ya Bwana. Kutokana na sheria ilikuwa inasema anayestahili kuigusa ni kuhani pekee. But the Bible says that wakati sanduku inarudia katika taifa la Israeli, pakakosekana mtu ambaye anastahili kuipokea, watu wote wakaiogopa, maana ilikuwa inatisha, ilikuwa inaua watu, ilikuwa inafanya mambo ya kuangamiza. Daudi alipokaa akaiogopa. Daudi akaona nono, hii sanduku nikiipokea inaweza ikaniangamiza, maana iko naangamiza watu wengine. The Bible says akaikamata na kuipeleka kwa Obed Edom. Kitu ambacho kinanifanya nichangae sana, mpaka nafikia kiwango ya kusema Mungu anataka kutufundisha nini hapa. The Bible says that wakati sanduku ya Mungu inafika kwa Obed Edom, ilikuwa naua watu wengine, lakini Obed Edom, sanduku ya Bwana haikumuua, lakini ikamubariki. Let me talk with somebody. Nataka nimwambia kwamba kilichokuwa naua wengine, kwako wewe hakitakuua. Pana kitu kinaweza kikawa hatari kwa wengine, lakini kwako haiko hatari. Nisikize vizuri, si kila mtu ambaye ni mubaya kwa wengine ni mubaya kwako. No. Pana mtu haiko faida kwa watu wengine, lakini
lakini kwako ni faida. Pana sehemu wengine wataangamia, lakini wewe ukifika pale hautaangamia. Ngoja nikwambie, watu wote katika hii dunia hatuko sawa. No. Pana kitu tunatofautiana. Sote tuko wanadamu, sote tunaweza tukawa wanaume ama wanawake, but neema ambayo iko juu yetu, wala kile ambacho Mungu alichokisema juu yetu ni tofauti kabisa. Pana sehemu wengine wanaweza wakaenda na wakaangamia. Pana sehemu wengine wanaweza wakapima na wakashindwa. Pana sehemu wengine wanaweza wakataka kuendelea mbele, but things binakuwa hard, banashindwa kuendelea mbele kwa sababu hiyo sehemu haiko nafasi yao. Lakini pana mwingine mtu ambaye atafanya hicho kitu, atafanya kama wewe unavyofanya, lakini yeye anaendelea. Usijiswali ni kwa nini. Wewe tambua ya kwamba the word ambayo iko juu yake, ama the grace upon him, na the grace yenye iko juu yako ni tofauti kabisa. Sote tuko na neema katika kumwamini Yesu Kristo, but sote hiyo neema haimanifest kwa wakati mmoja. Sote hiyo neema haitumiki sawa sawa. The other people ambao wakisimama wanaanza kuongea, you will understand something in their words. Na pana wale watu ambao wakisimama, when they start thinking, you will realize something. Ndio maana nikwambie, sote tuna neema, but neema ya Mungu iko na manifested in different ways. Ndio maana maandiko yanasema sanduku ya Bwana ilikuwa danger kwa watu wengine, lakini walipoileta kwa Obed-Edom, I like this word, the Bible says that ikamubariki zaidi. Malimo yake ikazidishwa, mazao ya wanyama wake ikazidishwa, chochote chake kikabadilishwa. Let me think. Tupime kutafakari na tupime kuiwaza yako kidogo. How come, ama namna gani Obed-Edom alihisi wakati banakamata sanduku ya agano wanaileta kwake? Alikuwa anajua habari ya kwamba hiyo sanduku sehemu kote ambapo wako naipeleka, sehemu kote ambapo hii sanduku iko napita, iko naua watu, iko naleta magonjwa ambayo haina tiba. Alikuwa anaelewa hatari ya hii sanduku ya Bwana. But the Bible says that hata na Daudi naye akaogopa kuileta mjini mwa Daudi, maana alikuwa ana habari ambazo hii sanduku iko nafanya kule nje. Sasa akaipeleka kwa Obed-Edom. Tunaweza tukaongea namna gani? Daudi aliwaza nini kuhusu maisha ya Obed-Edom? Daudi alikuwa anataka kitu gani katika maisha ya Obed-Edom? But the Bible says that ingawa hii sanduku ilikuwa hatari, Obed-Edom hakuogopa. Let me say the thing. Utakachotambua, ama muda itakapofika ukitambua neema ambayo Mungu ameweka juu yako, utatumika vizuri. Leo watu wengi wanashindwa kufanya kazi ya Mungu. Leo watu wengi wanashindwa kuendelea katika kazi ya Mungu kwa sababu hawaelewe nafasi yao, hawaelewe neema ambazo Mungu ameweka kwao. Ngoja nikwambie, ukisamini neema ambayo Mungu ameweka kwako, hiyo neema itakuwa faida kwako. Utakapoona msaada wa neema ya mwenzako, na wewe utafaidia. Utakaposamini upako, anointing upon someone, na hiyo upako itakuwa faida kwako. The Bible says that Obed-Edom hakukataa wala hakusema hapana. Alikuwa haiko kuhani, alikuwa haiko mtoto wa kuhani, lakini walipoleta sanduku ya Bwana akaipokea na ikamubariki. Ngoja nikwambie, pana sheria watu wanaweza wakaweka, pana utaratibu watu wanaweza wakaweka, wanasema hautaendelea mbele. But I pray katika jina la Yesu, acha utaratibu za watu ndani ya maisha yako. Acha utaratibu za watu zisichukue nafasi ya kwanza ndani ya maisha ya watu. Let me tell you the thing. Mungu anafanyaga zaidi ya utaratibu za watu. Mungu hatembee sawasawa na mautaratibu. Hapana. Mungu anatembea tofauti na gisi watu wanavyotaka.
Pana sheria ambazo zimewekwa duniani, lakini wakati Mungu anataka kutembelea mtu wake, hatembei kutokana na hizo sheria. Wakati Mungu anataka kubariki mtu wake, Mungu haijalishi sheria zenye ziko. No. Mungu akisema neno juu ya maisha yako, huwa ataitimiza tu. The Bible says that Obed-Edom akaipokea. Haikukuwa kwamba hiyo sanduku iliogopa kuwa Obed-Edom, hapana. Obed-Edom hakutisha sanduku ya Bwana, hapana. But they were the grace, palikuwa neema they were upon Obed-Edom. The Bible says that hiyo sanduku ikamubariki. I'm talking to someone, niko namwambia kama kilichoangamiza wengine, kwako wewe hakitakuangamiza. Kilichokuwa tishio kwa wengine, kwako hakitakuwa tishio, maana pana neema. There is a grace upon you. Pana neno Mungu amesema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akaogopa hii sanduku. Anajua kama hii sanduku ni hatari, lakini Obed-Edom ikakuwa baraka kwake. Ngoja niongee na mtu mmoja. Wewe ambao uko unafanya kazi, wewe ambao uko unafanya biashara, ngoja nikwambie, pana sehemu wengine watu wanaweza wakashindwa. Pana sehemu wengine watu mambo inaweza ikakataa. But I pray kwako katika jina la Yesu, acha kwako mambo ikubalike. Na kuombea neema ya Mungu ikatembee pamoja nawe. Sehemu ambapo wengine watashindwa, wewe ukavuke na kuendelea mbele. Sehemu ambapo wengine watu watashindwa, wewe usishindwe pale. Mahali ambapo wengine watachokea, Mungu akupatie nguvu za kuendelea. Obed-Edom alitambua ya kwamba ni heri kuangamia lakini katika Mungu. Jambo ya pili yenye Obed-Edom alielewa, Mungu hamukwake kupoteza, Mungu hamukwake kushindwa, Mungu hamukwake kurudia nyuma. Wakati yote utaona kama kushindwa ndani ya Mungu, ngoja nikwambie ile haiko kushindwa. Mungu wakati unaanza shuka, uelewe ya kwamba ile kushuka iko naandaa kupanda, na ile kupanda itakuwa ya ajabu sana. Pana mtu iko na nifata ambaye maisha yake iko napitia kipindi kigumu sana. Pana mtu ambaye majira yake kwake imekuwa magumu, majira kwake imebadilika, lakini Mungu amenituma nikwambia kwamba hiyo kushuka yenye uko unashuka iko naandaa kupanda ya ajabu sana. Daudi hata kuwa mfalme kama hajashuka mbele ya Sauli. I'm talking to David now. Ngoja niongee na wewe mtu ambaye uko Daudi ndani ya jamaa yako. Ngoja niongee na wewe mtu ambaye uko na neema ya kufaidia nyumba yako, ya kufaidia jamaa yako. Ni sharti uzarauliwe, ni sharti ukataliwe, maana Mungu atakapokuinua watu waone thamani yako. Yusufu hatafikia ndoto yake kama hajakataliwa na watu. It is the must watu wamkatae, maana Mungu atakapomuinua watu wasikue na cha kusema. Ndio maana it is the must Obed-Edom akataliwe. It is the must Obed-Edom akose mtu wa kumtetea, wa kusema ya kwamba hii sanduku itamwangamiza. Anajikutana mwenyewe mahali ambapo hana cha kujitetea, maana the king ndio anasema sanduku iende pale. Obed-Edom hana cha kukataa, lakini Mungu wetu kwa sababu iko juu ya yote, mahali ambapo Obed-Edom alikuwa anaenda kuangamia, Mungu akageuza hiyo maangamizi kuwa baraka kwake. Naombea mtu mmoja mahali ambapo kuna nifata, acha mambo ambayo iko napangiwa kukuangamiza, acha Mungu aibadilishe na hiyo mambo ikuwe faida kwako. Sehemu ambapo amekuchimbia mashimbo ili anguke ndani, Mungu abadilishe na ikuwe mlango ya kuinuliwa kwako. Mungu abadilishe na ikuwe mlango ya mafanikio yako. The Bible says that Obed-Edom akabarikiwa na akazidishiwa. Na kuombea neema ya Bwana, na kuombea baraka ya Bwana, na kuombea salama ya Mungu.